Kila mtu aendelee na shughuli yake, kila picha. Hey. Sedi nora onje iko. Kumbe no musumati. Waita masa misoni. Kama walikusi kiri kwenda ende mara. Tosha. Gari ambalo linarudi na kuja kutaka sensera namfuata gari moja. Jacob, ngangana mama. Jacob, gari yangu si ikari. Wewe twende bana, sensera. Halo? Safi tumefika lakini kimeumana hapa. Timu ni kubwa lakini gari chache. Sasa uko wapi? Hamna shida bwana. Sasa niye ni sani pia. Na nani? Baba, nipatie mzee Turuka. Ongea naye. Mwambie sasa tuende. Tutaya twende baba. Gari hapo, nitumie Nissan. Hiyo ya Bishop. Rumona. Sasa sinisaidie baba. Anatoa vizuri hiyo kufuri utoe. Utoa kufuri. Angempatia kakubwa kidogo lakini sasa mpaka potelea mbali ile shamba yake ni ndogo. Sasa ulivyo. Huo ndio uhondo wa harusi kaka. Yaani unakuja kutuambia kwamba maswali hauko tayari kujibu. Lazima ukaa hapa kwa sababu gani? Utatuambia leo. Pablo, ulienduka acha gita mra. Sijaenda kupiga nini? Mweke juu. Yes. Hii siku ni ya muhimu kwangu juu ni siku yenye napata msaidizi wangu. Yeah. Mke wangu. Tumepatana kwa miaka mingi tuliyopita. Tulisoma na shule moja. Ndio baadaye baada ya high school tukajiendeleza, tukapatana, tukakubaliana. Ulijuaje kwamba huyu ndiye?
Kwanza mimi nilikuwa nimeomba na Mungu ameniongoza, na ni yeye. Mungu hajanipea kitu ambacho sijaombea. Yes. Nini ulipenda sana kwake ambacho kilikuvutia kwa mama kwamba ndiye atakayekuwa mke wako? Kuna mambo mengi niliona nikapenda, lakini sitaongelea yote. Labda tu kwa kutaja, kwa muda tumekuwa naye ameniheshimu, na pia haiko expensive sana. Yeah. Hajakuwa mzigo kwangu na yeah. Yes. Je, umejiandaa aje kwa ajili ya siku ya leo? Nimejiandaa kwa mawazo pia, kwa psychologically kumpokea, na yes, nimejiandaa tu kumpokea. Ni sehemu gani ambayo umengoja sana unatamani yani siku? Nikabidhiwe sehemu ya kuruhusiwa sasa, kwamba umepewa sasa. Wakati na mvalisha ring. Yes. Je, umetarajia siku ya aina gani? Siku ya kufana nzuri tu. Yes. Ukitambulisha kwa msimamizi. Yes. Okay, msimamizi wangu anaitwa ni pastor wangu. Anaitwa Pastor Kibure. Na yuko hapa tu karibu. Ulikuwaje ukamchagua yeye kwa msimamizi? Amekuwa mentor wangu kwa muda mrefu. Na ninapenda venye anaishi, na nikaona huyu ni mtu, ni kielelezo bora, na anaweza akanifaa wakati nahitaji ushauri na mambo mengine. Yeah. Yes. Okay, asante. Kwa majina naitwa Pastor Joseph Kibure. Mimi ni mchungaji nambari 3 katika kanisa letu la Pefa Cathedral Kehancha. Kiukweli huyu ni kijana ambao tumemlea kanisani. Tumekuwa na yeye miaka mingi hata akisoma. Sasa baadaye alipokuja kwangu kutaka kwamba niwe msimamizi wake, nisingeweza kukataa kwa sababu ni kijana ninayemfahamu, na pia ni kijana ninayempenda. Alafu ni kijana ambaye ninamkuza awe. Sasa kwa maana hiyo nisingeweza kukataa kwamba siwezi kumsimamia harusi. Yeah. Okay, mimi mawaidha ambayo naweza nikampa ni kwamba ndoa ndio taasisi peke yake ambayo unaweza, ama ndio chuo peke yake ambayo unaweza pewa cheti cha kufuzu alafu unaambiwa uingie darasani ukafanya mtihani. So zipo changamoto za kawaida tu ambazo katika maisha ya mwanadamu zipo. Kiukweli kukaa na mtu ambaye hamkuzaliwa naye tumbo moja, kuna mambo mawili matatu yawezekana yasiwe vile unavyofikiria wewe. Basi kwa maana hiyo napenda kumwambia huyu kijana kwamba ndoa ni kuvumiliana, na makosa yale ambayo watu hufanya yakawasababisha kuachana ni makosa madogo sana. Yaani ni makosa ambayo hayana uzito. Mfano kama niwekee maji ya kuoga, afu kidogo labda mwanamke akajisahau kidogo akachelewa. Unasema unaanza kulaumu, unasema umeona sasa, umeanza kunidharau, haunisikilizi. Ni mambo madogo kama hayo. Afu wanawake kiujumla wanapenda kupendwa. Kwa hivyo wanapenda kumshauri huyu kijana kwamba akampende mke wake na akamweke mstari wa mbele. Afu kitu kingine, ategemee mawazo yake binafsi pamoja na mawazo ya mke wake. Afu pia mawazo ya labda wasaidizi kama sisi ama wale walezi kama wazazi, wala yatumie, lakini kidogo hawa na tafakari, kwa sababu ndoa nyingi zimevunjika kwa sababu ya hiyo. Mimi napenda kuwatakia heri na fanaka, na ni siku ambayo tumeisubiria sana, na mara nyingi alikuwa anashushika moyo, anaona hapa sitaweza, lakini namtia moyo, namwambia utaweza. Kwa hivyo mimi ninaamini kwamba kwa imani hii atafanikiwa,
na kutakia maisha mazuri. Sasa hivi hata unapojiona kwamba hauna, Mungu atakupa. Tumetoka mbali. Mfano kama mimi nakumbuka nikioa nilitembea kwa mguu kutoka nyumbani mpaka kanisani. Lakini leo hii yeye amebebwa kwa gari kutoka nyumbani. So kuonyesha kwamba maisha yanabadilika. Labda ndoa zinazokuja mbeleni, wengine labda watafuatwa kwa ndege, hatujui. Lakini mimi nakushauri kwamba ndugu yangu, Mungu atakushika mkono na utafanikiwa. Alafu cha mwisho, watu wengi huwa wanaacha ndoa kwa sababu labda ya kukosa watoto. Waelewe wakati wanaoana kwamba watoto wanapewa tu na Mungu. Mungu anaweza wachelewesha na Mungu hata anaweza kataa kuwapa watoto, lakini tunaamini kwamba Mungu atawapatia watoto. Sasa kwenye swala hilo wasiliweke mbele sana. Waweke kwanza mahusiano mbele. Yeah. Asante. Yes. Kama tungekutana leo kwa mara ya kwanza ungemwambia nini? Ningemwambia nampenda na ningemwambia kwamba niko tayari kuishi na yeye. Yeah. Na labda mnatarajia kupata watoto wangapi? Yes? Mnatarajia kupata watoto wangapi? Watoto? Nataka wewe utaniambia tu, alafu pia ataniambia, alafu tujue. Okay, Mungu anapeana watoto. Swali ngumu lakini. Hilo Yeje kwamba. Mwambie mahindi anaza yakijikakamua sana ni madanga. Kwa majina ni Sami Mwita, mshirika wa Kehancha Pefa Cathedral. Leo hii nimefurahi sana kuwa katika boma hili ambalo ni la kijana wetu Sensera ambaye ni bwana harusi mtarajiwa siku hii ya leo. Nimefurahi sana kujumuika na wanafamilia na wenzangu wote. Kwa upande wangu mimi niko katika marching squad na ninaona watu wamejiandaa sana, wako sawa kabisa kwa sababu ya sherehe ya siku hii ya leo. Namshukuru Mungu sana kwa umbali ambao ametutoa hadi kufikisha sehemu hii, tunasema ni asante. Kwa hivyo watu wote naomba tujumuike katika harusi. Inafanyika katika kanisa la Pefa Kehancha Cathedral huko Kehancha chini, karibu na shule ya secondary huko. Ninawasalimu katika jina la Yesu Kristo. Kwa majina naitwa Paul Pablos. Kama hii siku ni siku nzuri ambayo Mungu ametayarisha na ni siku ambayo tulikuwa naitarajia sana, kuwezesha ndugu yangu Sesera, rafiki wa karibu, kama mwanamuziki ambaye tumefanya naye muziki. Tunashukuru Mungu kwa sababu si kawaida wanamuziki kupitia njia kama hiyo. Kuna wengi ambao wanafanya vitu ambavyo havifai, lakini tunashukuru Mungu kwa sababu amewezesha huyu rafiki na tunamshukuru Mungu zaidi. Kwa familia ninawashukuru sana kwa sababu mumejitahidi,
mumefanya kazi kubwa sana, na tunawaombea Mungu awape moyo kama huo. Kwa marafiki wote ambao tuko nao kwa matching, ni watu ambao ni wakarimu, watu ambao wamesimama na huyu rafiki yetu Sesera. Tunashukuru Mungu sana sana. Kama kanisa tunawashukuru pia kwa kazi ambayo mmefanya, na si jambo la kawaida, lakini pamoja na Mungu amewawezesha na Mungu amewatia nguvu, na Mungu awabariki sana sana, awazidishie mahali watu wamejitolea, wengine wamesimama na ndugu yetu Sesera. Mungu awabariki, wengine wamesimama naye kwa kifedha, wengine wamesimama naye kwa vitu tofauti mbalimbali. Lakini tunashukuru Mungu kwa sababu wawe na moyo kama huo, waendelee hivyo hivyo, na Mungu atawabariki zaidi. Asante.
Hey.